ati muramboriki Uwiteka arabaza bagumeka ati ndaziriki mitima yanyu ninjye uyiha gutera nahemutse Uwiteka arabaza abo yaremye ati tugeze muri wa mwanya tugiye gutangira icyigisho. Tunafika katika nafasi hiyo ambayo tunataka kuanza somo. Icyigisho basa naho bamaze gutanga icyerekezo. Fundisho letu wamewapatia mwelekeo. Ibirebana na kanseri. Ni somo linalohusu kansa au saratani. Umunyamatangazo n'uyoboye gahunda yavuze ngo ni y'igifu n'iyo mwijima. Yule ambaye ametupatia matangazo amesema kuhusu kansa ya mfuko wa chakula na kansa ya ini. Kurikije aho amasaha ageze, kulingana na masaa ambayo tunayafikia, yumvisha ahubwo ari yongeye kwigisha yonyine. Ameona kwamba ni hilo tu atafundisha peke yake. Simvuge ngo y'igifu cyangwa y'umwijima ahubwo kayisobanura icyo ari cyo kanseri. Ataeleza kansa bila kutaja kwamba ni kansa ya ini ama ni kansa ya mfuko wa chakula. Kuko abantu benshi cyane ntabwo bazi icyo ari cyo. Kwa sababu watu wengi sana hawajui kansa ni nini. Bakunda kuvuga icyo kintu gusa. Wanapenda kusema saratani ama kansa tu. Ariko ukurikije uko twizera, lakini kulingana na yale tunayoyaamini, dufite inshingano iremereye cyane ku buryo tutarangazwa n'indangare. Tuna jukumu zito sana kiasi kwamba hatuwezi kuzubalishwa na watu wasiojali. Isi sabwa kuva mu binyoma, dunia inapaswa kutoka katika uongo, ikava mu bugoryi, inaondoka katika upumbavu, ikava mu burwayi, inaondoka katika ugonjwa, ikava mu butandami, inaondoka katika ulemavu. Ibyo byose bisabwa ubutumwa buheruka. Hayo yote yanaombwa habari njema. Mugiye kigufi ngiki katika muda mfupi kama huu. Bisabwa rero kwiga nta burangare. Inatubidi kujifunza bila kuzubaa. Kubwibyo ko ari umurimo wacu. Kwa hiyo kwa kuwa ndio kazi yetu, akaba bisabwa ko dusobanukirwa neza. Na tunaombwa kabisa tuelewe waziwazi ama vizuri. Ndagira ngo mbanze nsome muri iki gitabo mfashe cyitwa Ibihamya umuzingo wacho wa gatatu. Anataka kusoma kwanza katika kitabu hiki anachoshika mkononi ni Ushuhuda gombo la 3. Page yacho ya 435 mu Gifaransa. Ukurasa wake wa 435 ama 435 kwa Kifaransa. Nous vivons au dernier jour de l'histoire de ce monde. Turiho mu mateka heruka y'isi yacu. Tunaishi katika zama za mwisho katika ulimwengu wetu. La fin de toutes choses est proche. Iherezo rya byose riri bugufi. Mwisho wa mambo yote uko karibu. Les signes prédits par le Christ s'accomplissent rapidement. Ibimenyetso Yesu yahanuye biragenda bisohora bwangu. Dalili zote alizozitabiri Yesu zinatimia haraka sana. Des temps lâchés sont devant nous. Ibihe biteye ubwoba biri imbere yacu. Nyakati za hatari ambazo zinaogofya ziko mbele yetu. Que Dieu nous préserve de prononcer aucune parole qui décourage ou exprime le doute. Imani turinde. Mungu atulinde. Twe kuzaya tuvuga ijambo ricintege cyangwa rigaragaza urungabanga. Tusije tukaongea neno lolote la kukatisha tamaa ama lenye kuleta mashaka. Aha mubyumve neza ko abantu bagiye gusaba Imana. Msikie vizuri vile watu wanapasha kuomba Mungu. Page 437. Ukurasa wa 437 au 437. Que l'œuvre du Seigneur progresse sans cesse, y compris le branche missionnaire médicale. Ati umurimo w'Imana nutera imbere ubutitsa. Hebu kazi ya Mungu isonge mbele bila kukoma. Hivanzemo n'irishami ry'umurimo w'ubuvuzi. Kukichanganywa ndani na tawi la matibabu. Hivanzemo niki? Na tawi la matibabu likiwa miongoni mwa kazi hiyo. Esere de l'éducation hazavangwemo n'uburezi. Pia na tawi la malezi bora nalo liwe ndani. Amashama tatagomba kugenda gerekeranye. Matawi 3 ambayo yanapaswa kuungana pamoja. Umurimo w'ivuga butumwa ugomba kubwirizwa. Kazi ya uinjilisti inapaswa kutangazwa. Ishomi ryo kuvura likavugwa. Tawi la matibabu nalo litajwe. N'iry'uburezi likavugwa. Na malezi bora pia tawi hilo nalo litajwe. Ibyo bikagenda bigerekeranye. Ili hayo matawi matatu yaende sambamba. Je suis persuadé que ce qui nous manque le plus aujourd'hui, ce sont des ouvriers évangéliques zélés, dévoués, intelligents et capables. Nemeranya n'umutima wanje mvuga nti ninakubaliana na dhamiri yangu nikisema icyo tubuze muri kino gihe kile ambacho tunapungukiwa kwa sasa na abakozi babwiriza ubutumwa bafite ishyaka ni watumishi wanaotangaza habari njema wakiwa na juhudi bamaramaje wale ambao wameamua waziwazi babahanga wale wenye elimu kandi bashoboye inshingano zao tena wanaoweza majukumu yao. Icyo nicho tubuze, hicho ndicho tunakosa kandi ubwo tuzabagira
na hao inabidi tuwe nao. Hepfo arakomeje ati, Chini anaendelea kusoma. dans chaque grande ville, la véritable œuvre missionnaire médicale devrait être représentée. Muri buri mujyi, Katika kila jiji ama kila mji agomba kubonekamwo ivugabutumwa ry'ubuvuzi, kunahitajika kupatikane habari njema ama injili inayotangazwa katika matibabu kandi rihagarariwe na linalokuwa na wasimamizi ama wawakilishi. Un grand nombre demande aujourd'hui. Abantu benshi cyane nibasenge basaba Imana bati, Watu wengi sana waombe wakisema, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Nyagasani, urashaka nkora iki? Bwana, unataka nifanye nini kwa ajili yako? Byakozwe 9 umurongo wa 6. Matendo ya Mitume 9 fungu la 6. La volonté de Dieu, ubushake bw'Imana, Mapenzi ya Mungu et que sa méthode de guérir sans l'aide de médicaments soit mise en évidence dans toutes les grandes villes. Iki Imana ishaka mapenzi ya Mungu ni uko uburyo bwayo bwo gukiza ni kwamba namna yake ya uponyaji hatiyambajwe imiti yo kwa muganga, pasipo kusaidiwa na dawa za kizungu ama za hospitalini, bikorerwa muri buri migi yose, ifanyike katika kila mji. Le Seigneur revêt de sainte dignité. Imana yacyambaye agaciro kayo gakomeye. Mungu angala navaa utukufu wake wa uponyaji. Aha, ntabwo ntinda, ubwo ndarangije kuri kino gitabo. Katika kitabu hiki anamaliza hapo. Akaba rero ngiye kwinjira neza nyirizina, anataka kuingia kabisa kwa undani kuri iriya ndwara, kwenye hiyo ugonjwa huo ambao tumeambiwa wa saratani ama wa kansa. Mwisengere mu mutima, ombeeni kabisa mioyoni mwenu, niterwa niki? Kansa inasababishwa na nini? Kandi ubwayo niki? Na kansa yenyewe maana yake nini? Kansere iterwa no kubura vitamine bita A. Kansa ama saratani inasababishwa na ukosefu wa vitamini A ama vitamini A, vitamine C na vitamini C ama vitamini C, na vitamine E, na vitamini E kwa Kiingereza ama vitamini A kama kawaida. Aya ni kintu cya mbere, ni ukubura ama vitamine 3. Kukosa hizo vitamini 3 umuntu arwara kanseri. Hapo mtu anapatwa na ugonjwa wa kansa. Icya kabiri, la pili ni umubabaro wo mu mutima uhoraho. Ni huzuni ya moyoni inayodumu. Icya gatatu, ya tatu ni ukudakora imirimo isohora ibyuya. Ni kutokufanya kazi ambayo inaweza kukufanya utoe jasho. Icya kane, ya ine ni ukubyagwa cyangwa ukagirana isano n'abigeze bayirwara. Ni kuzaliwa na wazazi ama unakuwa na uhusiano wa karibu kwa jamii na watu ambao walipatwa na ugonjwa wa kansa. Icya gatanu, ya tano, na abantu barya ibyo kurya bikize muri vitamine B ya 12 bakarenza urugero. Ni watu ambao wanakula vyakula ambavyo vina vitamini B ya 12, wanazidisha kipimo cha hiyo vitamini, maze bakarya ibirenze umubiri ukeneye. Alafu wanakula vitamini ambazo zinazidi zile ambazo mwili unahitaji. Kane, gatandatu, sita, na abantu barya amavuta kenshi kandi menshi. Ni watu ambao wanakula mafuta mara nyingi, tena wanakula mafuta mengi. Karindwi, saba, na abayarya ashyuhije kenshi. Ni watu ambao wanakula mafuta ambayo yamechemshwa kwa chakula mara nyingi. Izo ni nzira endwi zitera kanseri. Hizo ni njia 7 ambazo kansa inapita ndani kuingia kwa mwili wa mwanadamu. Njia ya 8 ni uguhora ufite ubwoba bwo kuyirwara. Ni mtu ambaye anahofia wakati wote, kwa sababu anahofia ugonjwa huo. Mu gitabo cyitwa Croquer la vie, kitabu ambacho kinaitwa Kutafuna Maisha ama Uhai, kibuza umuntu guhora yikeka no kanseri. Kile kitabu kinakataza mtu kukua wakati wote anajihisi kansa, anajisikia anawazia kwamba anaweza kuwa na ule ugonjwa wa kansa. Inaweza kuwa sababu ya kukufanya upate na huo ugonjwa. Hiyo hatua ya 8 ni kukula aina moja ya chakula wakati wote aina moja ya chakula, sababu hicho chakula unakipenda. Hizo ni sababu 8 ambazo zinawafanya watu waugue ama wapate na ugonjwa wa kansa. Kwa hiyo sasa tunataka kufikia mahali ambapo tutasoma ili labda kila mmoja apate kusikia.
Sasa kansa maana yake nini? Ni gikuriro cy'ikirenga cy'ingingo z'umuntu. Ni kukua kwa viungo vya mwanadamu vinakuwa kuliko kiwango chake ambacho kinastahili. Igaragarite. Inadhihirika namna gani? Ni ingingo z'umuntu zitangira zikarenga aho zagenewe. Ni wakati kiungo kimoja ama viungo vingi vya mwanadamu vinakosa kizuizi cha kuvizuia kukua zaidi ya kile ambacho kinastahili. Ibimenyetso nyamukuru by'indwara zinyuranye mu muntu zikabura ibizirwanya. Ni dalili za dhahiri ambazo zinaonesha ugonjwa katika mwili wa mwanadamu, halafu zile dalili zinakosa vipingamizi vya kuzipinga. None se umuntu yakora iki? Sasa mtu anaweza kufanya nini? Des études ont montré qu'il y a pouvoir exister entre certaines habitudes alimentaires et le cancer. Abakomeje kubyiga, watu ambao wanaendelea kujifunza berekana neza ko akamenyero k'ibyo kurya runaka gashobora kuba intandaro ya kanseri. Wanaonesha kwamba mazoea ya aina moja ya chakula fulani inaweza kuwa chanzo cha kugonjwa kansa ama saratani. Watu 25 hadi 30% ya watu ambao wamekwisha kupatwa na ugonjwa wa saratani wanaambukizwa huo ugonjwa katika milo yao ama katika vyakula vyao. Cha kwanza ambacho unaweza kufanya ili uweze kukimbia kansa ni nini? Yani unene ambao unazidi kipimo, unaoongezeka zaidi, unapata kutahadharishwa. Kandi ubwo ndikubivuga ntyo hariho abari kugura imiti imara mu muntu mwaka n'amezi 8 ngo abyibuhe. Na anapozungumza hili, kuna wamama, kuna watu ambao wanapenda unono kabisa, na sasa wamekwisha kununua dawa ili wajidunge shindano ili angalau kwa mwaka mmoja na miezi 8 wawe wamekuwa wanono kuliko kuzidi kipimo. Aho muri kubona benshi babyibushe suku barusha kurya abo no kubarusha kwitera imiti. Wengi mnao waona wakiwa wamenona, wamekuwa wanono sana, sio kwamba wanakula zaidi ya ninyi ama vizuri, lakini ni kwamba wamejidunga shindano za dawa hizo. Kubyibuha utenda kugurishaho nta mpamvu yo kwirukugongera. Unono ambao hautauuza kuufanyia biashara, hakuna haja ya kuutafuta wewe mwenyewe. Ahangaha biragenda bite rero? Sasa itaendelea namna gani? Iyo abagabo biyongeraho 33% by'ubunini, kanseri iraza. Mwanaume akiongezeka kwa unono wake 33% atapatwa na ugonjwa wa saratani. Umugore wiyongereho 55% ku bunini yarasanganywe, kanseri iraza. Mwanamke ambaye ameongezeka 55% kwa unono aliyokuwa nao ule wa kawaida, kansa ama saratani inaingia kwa mwili wake. Il montre que l'obésité que joue un rôle favorisant le cancer de sein, de l'utérus, de la prostate, du côlon et de l'utérus. Byaragenzo bisanga yuko umubyibuho w'ikirenga ilifanywa utafiti ikakuchwa kwamba unono zaidi byagiye biba intandaro ya kanseri y'amabere, imekuwa chanzo cha kansa ya matiti, kanseri ya nyababyeyi, kansa ya uzazi kwa wakina mama, kanseri ya prostate ku bagabo, kansa ya uzazi kwa wanaume, kanseri ya mara manini kwa bantu bose, kansa kwa matumbo mapana kwa watu wote, kwa jinsia zote, kanseri yo mu rwitumiro ku bantu bose, na kansa ya kwenye kiungo cha choo kwa watu wote. Ukwiriye rero kureba neza ko ubunini bwawe buri kumbaraga. Basi unapaswa kuangalia kwamba unono wako unastahili, unalingana na nguvu zako ama kiwango kinachostahili. Wabwirwa niki ko buri ku rugero? Sasa utajuaje kwamba unono wako uko kwa kiwango kinachostahili? Nuko iyo bwiyongera n'imbaraga ziyongera. Ni kwamba unono wako unapozidi na nguvu zako zinazidi. Usimbuka utasimbukaga. Unaweza kuruka sehemu ambao usingeweza kuruka hapo mbeleni. Ukandagira kwivi ntugwe. Unaweza kukanyanga juu ya goti, hautaanguka. Ukihuta. Unaweza kuwa na mbio. Ninjoro ukangutse ntuburi bitotsi. Usiku ukitoka kwa usingizi, hautakosa usingizi tena, utaendelea tu kulala. Ari umubyibuho w'ikirenga, ahubwo ubwo bari ubunini bwiza. Huo unono si kwamba umezidi kipimo, bali ni unono unaostahili. Noneho kubw'ibyo. Kwa hiyo sasa Nisaba ko umuntu agenzura rero. inabidi watu waweze kufanya utafiti.
icya kabiri rero dusabwa kumenya neza, Jambo la pili ambalo tunapaswa kuangalia vizuri gitera kanseri ambayo inasababisha saratani ni inyama, ni chakula cha nyama, na mavuta y'inka, ni mafuta ya ng'ombe, na magi menshi, ni mayai mengi, ni fromage. ni fromage. Ces aliments contenant des graisses animales qui favorisent le risque de différents cancers. Akaba rero ibi byo kurya bifite urugimbu rwa kinyamaswa, Ni kwamba sasa chakula hiki ambacho kina mafuta ya wanyama, icyo kirahagije gutera kanseri z'amoko menshi. hicho chakula kinatosha kuleta kansa ama kusababisha saratani ya aina nyingi. By'umwihariko Kwa njia pekee se koro prostate pancreas, akaba ari kanseri y'amabere, iyo amara, prostate ndetse n'urwagaca. ni kansa ya matiti, kansa ya matumbo, kansa ya bandama na kansa ya matumbo mapana. Impamvu ya mbere yabaye umubyibuho w'ikirenga. Sababu ya kwanza ni kuwa na unono unaozidi kipimo. Impamvu ya kabiri ibaye kurya ibyo kurya bifite urugimbu rwa kinyamaswa. Sababu ya pili ni kula chakula ambacho kina mafuta ya wanyama. Ingingo ya gatatu, Kipengele cha tatu, manque de céréales, ni ukubura ibinyampeke mu mubiri w'umuntu. kukosa vyakula vya nafaka katika mwili wa mtu. Ibyo byo kurya by'ibinyampeke, Vile vyakula vya nafaka, haba harimo ibigori, kuna mahindi, harimo amasaka, kuna mtama, harimo uburo, kuna ulezi, harimo ingano, kuna ngano, harimo umuceri. kuna mchele. Ibyo nibyo biri hano iwacu. Hivyo ndivyo tunapata kwetu. Iyo biriwe nk'uko Imana yabiremye, Vikiliwa kama vile Mungu aliviumba, ababirya bituma neza. wale wanaovikula wanakwenda haja kubwa vizuri. Gatatu ku munsi. Mara 3 kwa siku. Yarangiza uko kwituma kwa gatatu ku munsi, Kule kwenda kujisaidia kwa choo haja kubwa mara 3 kwa siku, gutuma abantu batagwara kanseri kuko nta nubwo zibasaziramo. kunasababisha watu wasiugue kansa ama saratani, sababu hakuna nyongo ambayo inazeeka ndani mwao. Rero kubura ibinyampeke mu mubiri biba intandaro yo kugwara kanseri nabyo. Kumbe kukosa nafaka katika miili yetu inakuwa chanzo cha kuugua saratani. Bati biragenda bite rero? Sasa itaendeka namna gani? Birakenewe ko abantu barya, iyo batabiye batitumye buri munsi. Watu wasipokula ama wasipokwenda haja kubwa kila siku, bagwara kanseri y'amara, wanapatwa na kansa ama saratani ya matumbo. kuyikingira no kurya ibinyampeke byuzuye. Kujikinga kansa hiyo ni kukula nafaka inayokamilika. Icya gatatu, icya kane, Ya 4, kutarya imboga no kutarya imbuto. watu ambao hawakuli mboga, hawakuli na matunda. Hari ibintu ndi buje mvugaho nkabitindaho gato cyane. Kuna vitu ambavyo atakuwa anataja, anaeleza, anakawia hapo sana. Wihanganye bamwita umunyahirwe. Mumesikia katika Biblia kwamba mvumilivu anaitwa mwenye heri. Sibyo? Ndivyo imeandikwa. Mwana bisomewe? Tumesoma hilo. Mwana najisomeye? Tumejisomea na tumesomewa hivyo. None subwo wirutse ubwo ntiyamunyage yiruka kandi akabihisa ageze. Sasa yule ambaye amekimbia sababu anasema mvua inanyesha, si amenyeshewa tu na mvua imepita na amefika mbali. None subwo mwihanganye ubwo murapfuye. Sasa ninyi ambao mmevumilia mmekufa. Ubutumwa twizera buherekezwa no kwihangana. Injili tunayoiamini inasindikizwa na uvumilivu. Wihanganira kandi kose. Unavumilia kwa kila jambo, niho uzabona intsinzi ihagije. ndipo utapata ushindi unaokamilika. Dukeneye imbuto. Tunahitaji matunda. Imbuto ni iki? Matunda maana yake nini? Ni ibiribwa bitavuna igifu. Ni vyakula ambavyo havichoshi mfuko wa chakula. Ni ibiribwa byoza amaraso. Ni vyakula vinavyoosha damu. Ni ibiribwa byorosha amara. Ni vyakula ambavyo vinalainisha matumbo. Ni ibiribwa bishobora gutera umuntu kwihangana. Ni vyakula ambavyo vinamfanya mtu aweze kuwa mvumilivu. Bitera amahoro mu bwenge. Vinasababisha amani ndani ya akili. Ababirya ntibakunda kurambirwa vuba. Watu wanaokula matunda hawachoki haraka. Niyo mpamvu Imana yabipanze muri gahunda yo kwirinda no kwikingira kanseri. Ndiyo maana Mungu amepanga matunda kwa ajili ya ulaji, kwa ajili ya kujikinga kansa, hata na kujitibu kansa. Imboga. Mboga.
Imboga mboga nazo ni ibiribwa bifite amoko atanu. Ni vyakula ambavyo vina aina 5. Ntabwo zigira proteine. Mboga hazina proteine. Impamvu yo kutagira proteine, sababu ya kutokuwa na kinga ama proteine, bituma benshi batazikunda. Inasababisha watu wengi wasipende mboga. Kuko ni ibyo kurya ibintu bitagira proteine ntabwo bigira icyanga. Ni vitu ambavyo havina proteine, ni kwamba havina utamu kwa ulimi. Kubw'ibyo rero abantu ntibabikunda. Kwa hiyo mboga watu wengi hawapendezwi nazo. Ariko umurimo wazo, lakini kazi ya mboga ni ugutuma umubiri w'umuntu ushobora gukorana. Ni kusababisha mwili wa mtu uweze kuwa na mitumikio ambayo inashirikiana. Kugira ngo igifu gikorane n'amara, ili mfuko wa chakula utumike pamoja na matumbo. Amara korane n'umwijima. Matumbo nayo yatumike pamoja na ini. Umwijima ukorane n'umutima. Ini nayo itumike pamoja na moyo. Umutima ukorane n'igihaha. Moyo nao utumike pamoja na mapafu. Igufa rikorane n'umuhore. Halafu mfupa utumike pamoja na mnofu. Umuhore ukorane n'imitsi. Mnofu nao utumike pamoja na mishipa. Ibyo byose biterwa n'imboga. Hayo yote yanasababishwa na mboga. Zigira ibara ry'icyatsi kibisi. Mboga zinakuwa na rangi ya kijani kibichi. Hari zitukura. Kuna mboga ambazo ni nyekundu. Hari z'umweru. Kuna mboga ambazo ni nyeupe. Hari z'umuhondo. Kuna mboga ambazo ni za njano. Ariko zigira amoko 5. Lakini mboga zina aina 5. Hari zerera ikuzimu. Kuna mboga ambazo zinazalia ndani ya udongo. Iyo ni tungurusumu. Ni kama kitunguu saumu. Betelave. Ni kama beetroot. Ni radi. Ni kama radish. Ni onyo. Ni kama kitunguu maji ama onyo. Ni wacu nizo. Hapa kwetu ni hizo. Ubwo nkivuga ntyo, akiwa bado anataja hayo, aba basirimu banyumve. Wale ambao wana maendeleo kabisa wasikie. Kuko gusirimuka ni ukumenya kwigana. Kwa sababu kuendelea ni kujua kuiga wengine. Kujijuka ni ukumenya kwiga. Lakini kuelimika ni kujua kujifunza. Mwakundi bihe? Mnaweza kupenda yapi? Mwakunda kujijuka? Mnaweza kupenda hekima ama busara. Musirimuke. Je, sasa mkiwa na elimu ama mumeelimika hamutakuwa wenye maendeleo? Izo nsirimu ziboneka zigana kabonetse kose. Yale maendeleo ambayo yanaiga kila kitu kinachoonekana. Bajya bafata beterave bakayivanga n'inanasi bakayikora mu mutobe. Wanachukua beetroot na nanasi wanaichanga pamoja, wanapata mtobe ama juice. Ibyo niko kubangurira ihene ku ntama. Hivyo vitu viwili ambavyo wanachanganya, nanasi na beetroot, ni kama kuchukua mbuzi dume unaiweka kwa kondoo dike ili vizae pamoja. Hivyo kimwe ni mboga, ikindi na matunda. Hayo mawili, kimoja ni mboga na kingine ni tunda. Ntabwo cyakora mujisho biratukuye. Ila kwa jicho vyote vinakuwa vyekundu. Mukanwa biraryoshye. Kwa kinywa vinakuwa vitamu. Mwisi bigezweho. Duniani ni maendeleo. Mu butandame ni ibyambere. Katika kupotoka ni vya kwanza. Ahandagira mu munyumve neza. Hapa mumsikie mwalimu vizuri. Imboga ntabwo zigarukira gusa nkaga ari kuzimu gusa zere. Mboga azizalie katika udongo tu. Ahubwo hariho n'imboga z'ibititigiri. Na pia kuna mboga zenye ubua. Hani wacu ntabwo dufite nyinshi. Hapa kwetu hatuna nyingi sana. Nizihari ntizikoreshwa. Na zile ambazo ziko hazitumiwi. Abamwicho bita asperge ni mboga z'ibititigiri. Kuna mboga za ubua kama asperge ambazo wamesema. Hakaba n'ibihumyo. Na kuna vile ambavyo vinakuwa kama miamvuli mushroom champignon kwa Kifaransa. Nasikia hapo wa Fransa mnasikia, lakini wale wa Kiswahili ni vile ambavyo havina matawi lakini vinakuwa kama mwamvuli hivi, vinaota kwa udongo. Naona hizo ni mboga ariko z'ibititigiri. Nini? Uyoga. Asante sana. Kuna uyoga mdogo na kuna uyoga mkubwa. Hivyo ni mboga z'ubwoko bwa kabiri. Hizo ni mboga za aina ya pili. Hari mboga z'amababi. Kuna mboga zenye kuwa na majani. Hizo zitwa legume. Hizo ndizo wanaita kwa Kifaransa legume. Hivyo rero amababi nangu murayizi. Majani kama wa Kenya mnajua sukuma wiki na vingine. Noneho akabaho imboga z'indabyo. Kuna mboga pia ambazo ni zenye maua. Mboga za maua. Shu broccoli. Kama zile cabbage ambazo ni za maua tu. Shu frere. Ni mboga za maua. Ibyo bita frere de courge, izi ndabyo z'ibihaza. Kuna maua ya malenge. Ya 5. Hari mboga z'imbuto. Kuna mboga ambazo ni mboga za matunda. Izo ni tomate. Ni kama nyanya n'intoryi na nyanya chungu. mu moko yazo yose.
katika aina yake yote. Nizitwa poivron. Kuna pilipili hoho. Noneho ibyo byose ni imboga. Hizo zote ni mboga. Zirakenewe mu buzima bw'umuntu. Zinahitajika katika maisha ya mtu. Waba wari imbuto mu gitondo, ukiwa umekula matunda asubuhi, imboga zikaribwa nimugoroba. Mboga zinaliwa jioni. Munyumve. Mumsikie vizuri. Nta kinjira neza nk'inyigisho zaguhererana. Mafundisho ya faragani zile za uficho ndizo zinaingia sana. Abantu barakubwira bati kurya imboga nijoro barakubwiye ngo ni bibi. Watu wanakwambia eti kukula mboga jioni walituambia kwamba ni vibaya. Kubarya gatatu ku munsi. Kwa wale wanaokula mara 3 kwa siku. Ariko umuntu urya 2 ku munsi. Lakini mtu ambaye anakula mara 2 kwa siku, baziguhaye nijoro nta cyakiri. Ukikula zile mboga jioni hakuna shida. Ariko mvuze ni mugoroba. Lakini ni jioni, uko nijoro nta hagenewe kuryama no gutarama gusa. Sio kwamba ukule usiku, sababu usiku ni kuongea na kusubiri kulala tu. Kuko bisaba ko abantu bakora icyo bita meditation, bakajya bakunda kuririmba, guseka byinshi nijoro. Ni vizuri watu kabisa waingie katika umuhimu wa kuwazia mambo mazuri, kuyaongea hayo masaa ya usiku. Ariko ibyo kurya byarangiye kera. Lakini kula iwe ni jioni. Rero kubw'ibyo, kwa hiyo imboga zirakenewe. Mboga zinahitajika. Kwa nini? Nuko nazo zikingira indwara. Kwa sababu mboga zinakinga magonjwa. Kandi zikaba ziri mu bintu byoza amaraso. Na nazo zinachukua nafasi ya kuosha damu. Zikaba no mu biyarema. Na zinakuwa mojawapo zinazounda damu. Zikaba zikoresha ingingo neza. Na zinatumikisha viungo vizuri. Umunsi utaziriye, siku ambayo haukuli mboga, ujye ufata kaagenda kawe wandike mongo. Uchukue daftari yako uandike hivi. Ngo rimwe. Unasema 1. Niwongera gusiba kuzirya. Siku nyingine ambao utakosa kula mboga, uvuge ngo 2. Andika 2. Umunsi wasibye kongera kuzirya. Siku nyingine ambao hautakula mboga, uvuge ngo 3. Andika siku 3. Uzabukinguye urugi rw'inzu, utakuwa umefungua mlango wa nyumba. Wakinguye n'urwa saro. Ukifungua mlango wa sembleni. Wakinguye n'urw'icyumba. Ukifungua mlango wa huko kwenye chumba ya kulalia. Wakinguye n'amadirisha. Ukiwa umefungua hata dirisha. Indwara ziye zinjira bitazigoye. Ili magonjwa yawe yakiingia bila shida katika mwili wako. Niko kiyo munishe abantu nabo baraniha. Ni kweli kabisa mnapoanza kulalamika kwa sababu ya magonjwa, na wauguzi wenu nao wanalalamika. Mwapfa bakarira. Na mnapokufa watu wanalia. Mwahombye ibyanyu bagakena. Na mnapopata hasara, basi familia inapatwa na hasara na umaskini. Ariko mu gitabo kitwa ibyigisho bya Biblia cy'Abadventiste. Lakini kitabu ambacho kinaitwa mafundisho ya Biblia cha Waadventiste, aravuze ngo umunyabyaha azashirira mu mwotsi ashire. Kinasema kwamba mwenye dhambi ama muovu ataishia katika moshi na kuisha kabisa. Ariko nta kizaba gipfuye. Lakini hakuna kitu ambacho kitakuwa kimeharibika. Kwa sababu kile kitabu kinasema kwamba anayejiua hakuna wa kumulilia. Ubwo ku ngingo ya 4 twari tugezeho. Kumbe kwenye hatua ya 4 ambayo tulikuwa tumeifikia, bitera kanseri. Kwa zile vipengele ambavyo vinasababisha saratani. Hariho kudaha agaciro imboga. Kuna kutokuthamini mboga. No kudaha agaciro imbuto. Na kutokuthamini matunda. Mu mateka y'abamenyi, katika historia ya wenye utafiti, mu gitabo cyitwa Faekret madama ariko byandika, katika kitabu kinachoitwa Nyumba ya Mkristo, Elena White alikuwa akiandika. Yaranditse ati, aliandika, kuguranura ibyo kurya biruta kuguranura imyenda. Kubadilishanya chakula ni bora zaidi kuliko kubadilishanya nguo. Kuba wambaye umuhondo mu gitondo, saa sita ukambara icyatsi kibisi, nimugoroba ukambara ikijuju. Kuwa asubuhi ulikuwa unavaa nguo ya njano, mchana unavaa nguo ya kijani, jioni unavaa nguo nyekundu. Ni ikimenyetso cy'umukene wazamutseho gato. Ni dalili ya maskini ama muhitaji ambaye ameinuka kidogo. Abagira ngo nibura nawe batagira ngo aracyari hasi cyane. Naye anataka kujionesha ili wajue kwamba naye ametoka chini angalau. Imyenda myinshi mu isanduku ntabwo umuntu azayigurisha ari mu bitaro.
Lakini nguo nyingi katika sanduku mtu haiuzi wakati anaenda hospitali. Dukwiriye kumenya guhinduranya ibyo kurya kuruta guhinduranya imyenda. Tunapaswa kujua kuwa tunabadilisha chakula kwa meza yetu kuliko vile tunabadilisha nguo tukivaa. Ni ingingo ya 4 twari tugezeho, kutarya imbuto no kutarya imboga bituma nabyo umuntu arwara kanseri. Ni hatua ya 4 ambayo tulikuwa tunaifikia kwa kuieleza. Kutokula mboga na matunda inasababisha watu kupatwa na ugonjwa wa kansa ama saratani vyepesi. Role protecteur diminue le risque de cancer de colon, de rectum, de l'estomac, du poumon. Kurya imbuto n'imboga, kula matunda na mboga ubinyuranyije ukiwa umepishana, urukingo rwo gukingira umuntu no kugabanya umuvuduko wa kanseri y'amara, iyo mu mura, iyo mu gifu n'iyo mu bihaha. Ni kinga ya kupunguza msafara ama kasi ya kansa katika utumbo, katika nasema katika mapafu na katika mfuko wa chakula. Izo mboga tugomba kwibandaho ni zipi? Mboga ambazo tunapaswa kuzijali sana ni zipi? Tugomba kwikingira kanseri y'amara. Ili tuweze kujikinga kansa ya matumbo. Tugomba kwikinga kanseri yo mu rwitumiro cyangwa se mu mura. Kwa kujikinga kansa ya njia ya haja kubwa, niyo mu gifu niyo mu bihaha, na pia na kansa ya mfuko wa chakula na ya mapafu. Katurebe abafite akakaramu ni bazamure hejuru. Tuangalie watu ambao wako na kalamu mikononi mwao ambao wanaandika. Noneho turebe ko mwandika. Sasa tuangalie kwamba mnaandika. Abadafite akakaramu kaandika, wale ambao hawana kalamu ya kuandika, kuvuga moko hizo mboga kingilio kanseri. Anataka kutaja aina ya mboga ambazo ni kinga ya saratani ama kinga ya kansa. Ufungura ubongo ujubika mu bitusi na mazini. Basi wewe fungua ubongo wako ambao huwa unashika maneno ya mateto, matusi na maneno mabaya. Kuko nugera hivira buri kuvuga ngo njewe njya nibagirwa. Ukifika hapo mbele utaanza kusema mimi huwa ni msahaulivu. Zamenya ko wibagirwa nuko wibagiwe abagututse. Tutajua kwamba wewe ni msahaulivu ikiwa utasahau wale waliokutukana ama waliokuambia mabaya. Muja mu wibagirwa? Je, hao watu waliotendea mabaya huwa mnawasahau? Ubwo bongo murabutira. Sasa huo ubongo mnauazima wapi? Noneho ndagira ngo mukurikirane neza ibyo tugiye gusoma. Kumbe sasa mfuate yale ya maana ambayo yatawasaidia tunayotaka kusoma. Mboga za mbere zirindira kanseri ni tomate. Mboga za kwanza zinazokinga kansa ni nyanya, karote na karoti. Ni ibitunguru bya puwaro byabuza abakiriya kandi ari byo bya mbere bikomeye kwisi. Ni vile vitunguu vya majani vya matawi ambavyo watu wanakataa kabisa, sababu wamependa vitunguu vya viazi, lakini vile vitunguu vya majani ambavyo vimepasuliwa watu hawavipendi sana. Vile vitunguu bisaba ukatakatwa. Vinapaswa kukatakatwa. Unateka mu bitoke no mu birayi. Unavichemusha na kuvipika kwenye ndizi ama kwenye viazi Ulaya. Udushimbo turi burangirireho ukabitekamo. Sasa maharagi kidogo ambayo itaishia wakati siku hiyo unaichanganya pale. Urukingo rukomeye rw'indwara ya gripe. Hicho chakula ni kinga kwa ugonjwa wa homa. Puwaro niyo muti ukomeye w'impyiko. Vile vitunguu vya majani ambavyo si vya viazi ndiyo dawa dhahiri kabisa ya figo. Ababyeyi bayirya batwite abana babo umukondo ukira vuba. Wale wa mama ambao ni wajawazito wakiwa wanatumia vile vitunguu vya majani ambavyo vimepasuliwa, alafu wanapovitumia wamama wajawazito, watoto wanapozaliwa kitovu chao hupona haraka sana. Igihaza, malenge ariko gitoto ama matikiti yale ya kupikwa ambayo ni mepesi. Maboga, malenge, matikiti hivyo. Sio tikiti maji, ni matikiti. Shirubute. Wewe uwe mwenye bidii. Ubihate. Yale maboge yale, ondoa ngozi yake. Gaho bicagagure. Tumia kisu alafu katakate. Vanga n'ibindi byo kurya. Uchanganye na vyakula vingine. Hivyo. Hivyo. Ari turayi tworoke n'ibyo bihaza kubirisha ibijumba ubuzasaza amenyo yawe yuzuye. Yale maboga unapoyachanganya na viazi ama na viazi Ulaya
unapovikula meno yako hayataharibika. umugongo wawe ntabwo buzahekana. Uti wa mgongo wako utakuwa mwororo kabisa vizuri. Yarangiza ariko umara kubira atariko ngiye simbikunda. Lakini mmoja atakwambia mimi sipendagi hivyo. Ariyo wanzi byiza ubukunzi bibi. Hebu jua ya kwamba unapokataa vitu vizuri unapenda vitu vibaya. Ahangaha ndakomeza. Ataendelea. Shufrere. Cabbage ile ya maua. Izo zirakomeye cyane mu gutuma abantu batagwara umutima. Hiyo kabisa ni imara sana kwa kulinda moyo ili usije ukaugua. Uteka ibishimbo bitoto. Ukipika maharagwe yale mabichi. Ugashyiraho iyo shufrere. Alafu naweka hiyo cabbage ya maua. Ugarukira ugashyira icyo bita shayoti, ibyo bita Christophine, nibyo bita mwebwe bidodoki. Yale mabogi ya mwitu yale ambayo ni mepesi sana. Aya moko atatu y'ibyo kurya yavanzwe. Sasa hiyo aina tatu ya chakula inapochangwa, umwana agira igikuriro mu nda ya nyina bwihuse yatwite. Mtoto anakuwa vizuri sana katika tumbo la mama akiwa mjamzito. Ababirya batyo ntibajya bagwara ingwara y'umutima. Wale ambao wanakula vile vyakula hawawezi kupatwa na ugonjwa wa moyo. Ntibashobora kugwara hemoroide. Hawawezi kupatwa na ugonjwa wa kutoka mkundu wa nyuma. Ntabwo ashobora kubyara ngo bikange ko ari buve cyane. Mama hawezi kujifungua akahofia kwamba atatokwa na damu nyingi. Izindi mboga nizitwa onyo. Mboga nyingine ni zile mboga za kitunguu maji ama onyo. Il apporte des fibres qui complètent celles procurées par les céréales et sont riches en vitamines, en particulier A et C. Ibi byo kurya mu bibanza kuvugwa haruguru. Vyakula hivi ambavyo vimetajwa hapa, iyo biherekeje ibinyampeke, vinaposindikizana na zile nafaka, umuntu abagize amahirwe ya vitamine A na C na E. Mtu anakuwa na fursa ya kupata hizo vitamini A, B na C. Qui agissent contre le développement de certains cancers, kandi ibyo bikumira iterambere rya kanseri zimwe na zimwe. Na hizo vitamini na kutokana na hivyo vyakula vinazuia kabisa mwenendo ama ukuaji wa kansa ama wa saratani. En principe et à manger des fruits et des légumes à chaque repas. Bibaye ihame, ikiwa inakuwa sharti ku muryo umwe cyangwa se kwigaburo rimwe ukarya matunda kurindi ukarya imboga. Ikiwa ni masharti kabisa ambayo tutayatilia maanani, kwa mulo mmoja unakula matunda, kwa mulo mwingine unakula mboga. L'apport alimentaire en vitamine est suffisant. Ubwo imirire yawe mu mavitamini bihagije. Ulaji wako kupitia vitamin utakuwa umetosha. Nuko ubwo rero ayo mavitamine angahe? Zile vitamini tatu ambazo tumesikia. Mwazumvishije? Tumezisikia. Zingahe? Zile tatu. Iye ni iye. Vitamini A, vitamine B, vitamine C. Vitamine A, vitamine A, C, vitamine C na E. Vitamine E. Aya mavitamini atatu, zile vitamini tatu umuntu yaba yabonye, unaweza kuwa umezipata uri ibinyampeke byuzuye, ukiwa umekula nafaka kamili. Mu gitondo ukoresha imbuto n'umugoroba ukoresha imboga. Alafu asubuhi ukitumia matunda, jioni unatumia mboga. Muri urwo rwego, katika hali hiyo, bihindutse akamenyero, ikiwa inakuwa ndio mazoea yako, imirire yawe irimo ibinyampeke byuzuye, katika ulaji wako unakuwa na nafaka kamili, ibyo mirire yawe irimo imboga, ulaji wako unakuwa na mboga, imirire yawe irimo imbuto, ulaji wako unakuwa na matunda, waba ufite amahirwe yo kuba vitamine A, utakuwa na fursa ya kuwa na vitamini A, waba ufite C, utakuwa na vitamini C, waba ufite E, utakuwa na vitamini E, waba ufite urukingo rwa kanseri, na utakuwa umepata kinga ya saratani. Tureba amaze kubona ko ni wabo hari umuti wa kanseri. Tuangalie kwa watu ambao wako na dawa ya kansa kwao, tunawaona. Iyo twiga twaguye ubumenyi, tunapojifunza tukipanua elimu, usanga abahanga baragiye bavuga amagambo magufi. Unakuta kwamba watafiti ama wajusi wamekuwa na maneno mafupi. Baravuga ngo éduquer la femme c'est éduquer la nation. Iyo umaze guhugura umugore umwigishije neza bawigishije cyane. Wale wenye hekima wanasema kwamba ukishamfunza mwanamke, unamfunza vizuri, tayari umefunza taifa. Mu gitabo cyitwa inama ku mirire, kitabu kinachohusu mashauri juu ya ulaji, haranditse ngo kumva nyinshi handitseho ngo uyu yazize kurya nabi. Kile kitabu kinasema kwamba kwenye makaburi mengi, kaburi nyingi,
kumeandikwa kwamba huyu amekufa sababu ya ulaji mbaya. Mbese bamaze ngo yazize kurya nabi, ubwo bavuze ngo yazize umuteso umeze ute? Sasa kama malaika naandika kwamba huyu amekufa sababu ya ulaji mbaya, ina maana mpishi wake ndiye amekuwa mbaya. Hari icyo bitwaye ko muri mukarega kunda kurira umuntu yapfuye ntimuzayamubisha mukabaririra. Sasa haidhuru kitu ikiwa mtu atakufa katika kijiji chenu, akifa unamulilia na wewe ndiye ulikuwa mpishi wake, umempikia vibaya. Hari ibintu bibabaza. Kuna mambo yanayohuzunisha. Umuntu umwe muri abategetsi, mmoja wa watawala yavuze ijambo ndarizirikana. Alisema, aliongea neno mzee akalijali. Aravuga ati nubwo byanditswe ngo Habyarimana, ingawaje imeandikwa kwamba Mungu ndiye anazaa, ndiye mzazi, ngo muzakosore Harerimana hanarewa mubyaye. Basi saisheni Harerimana, anayelea ni Mungu, anayelea ni yule aliyemzaa. Koko Habyarimana ariko hakarera. Ni kweli Mungu ndiye analeta uzazi, anazaa, lakini mulezi ni mama ambaye amemzaa. Niyo mpamvu uko umuntu yanze kunywa amazi, yanze kurya imboga, yabyara karema, bati umwana wawe ikamwiki atitwa ikimana impaye. Ndio maana mama anakataa kunywa maji, anakataa kula mboga, alafu akimzaa mtoto mlemavu, ukimuuliza mtoto wako anaitwa nani, anasema anaitwa kile ambacho Mungu ananipatia ndicho nimepokea. Ubwo mbese yagiye gutora buri kimana imuhaye, we nta ruhare yagize. Sasa yeye alienda akaokota kile ambacho Mungu ametuma, ameleta. Yeye hakuwa na nafasi ya kufanya mtoto awe mlemavu. Maana wararenga. Mungu kabisa amechoshwa na watu. Bitandukanye na Hosea 4. Ni tofauti kabisa na Hosea sura 4. Murongo wa 6. Mstari wa 6. Aranditse ngo ubwoko bwanjye bupfuye burimbutse buzize kutagira ubwenge. Imeandikwa kwamba kabila langu ama watu wangu wameangamia kwa kukosa maarifa. Nika ngaruke hafi ho gato. Arudi karibu. Harya iva hehe? Sasa kansa inatoka wapi? Iva mu kubura vitamini A, B, C na E. Kansa inatokana na kukosa vitamini A, vitamini C na vitamini E. Ubwo nama vitamini. Hizo ni vitamini. Kabiri. Ya pili, ni ugukomoka mu bantu baje bayirwara. Ni kutokana na watu, jamii ya watu ambao huwa wanaugua saratani, yani ukoo wa watu ambao wanaugua saratani sana. Abaye ari nyoko cyangwa ari sogokuru cyangwa nyokokuru, abaye araboko abanyoko cyangwa abaso, ujya gusamwa mu nda ya nyoko, iyo bita kromozome ya 13 ikaziza kurema ariko kurememo na kanseri. Ni kwamba ikiwa ni mama, ni baba, ni babu, ni mtu wa ukoo wako, wakati mimba yako inatungwa, hiyo kromozome ya 13 inapoingia inakuwa na urithi wa hiyo kansa ambayo iko kwa ukoo wako. Ugakuritegereje kuzifata nabi mu kurya ikamaze kaboneka tereme. Sasa hiyo inakuwa katika maisha yako na katika mwili wako, ikingojea kwamba labda utakula vibaya, utapatwa na hiyo kansa, alafu hiyo kromozome nayo inalea hiyo virusi ya hiyo kansa. Ingingo ya 3. Hatua ya 3. Itera kanseri. Ambayo inasababisha saratani ama kansa. Ni umubabaro umuntu aba afite n'uwahembera n'uwabika. Ni huzuni ambayo inadumu ndani ya moyo wako, ndani ya akili yako. Inadumu, ama wewe mwenyewe unailea, unaibembeleza, unaikuza, ama unaiokota huku. Yani unavuta huzuni ambazo haziko, unaziweka ndani ya maisha yako. Ndikubisubiramo ko nabivuze mu mvura. Anairudilia kwa sababu ameitaja wakati mvua ilikuwa ikinyesha. Indi mpamvu. Sababu nyingine ni umubyiho w'ikirenga twawubonye. Ni mtu ambaye ana unene wa zaidi. 5. Ya 5. Na abantu barya vitamine B ya 12 bakaryirenza urugero. Ni watu ambao wana vitamini B ya 12 wanakula, wanazidisha kipimo kinachostahili katika miili. 6 na abantu bahorera ubwoko bumwe bw'ibyo kurya kubwo kubukunda. 6 ni watu ambao wanapendelea aina moja ya chakula, kila siku ndicho chakula kinaletwa mezani wakati wote. Mu gitondo ni kaunga. Asubuhi ni ule ugali mweupe. Nimugoroba ni umuceri. Jioni ni wali. Mu gitondo ni umuceri. Asubuhi ni wali. Nimugoroba ni kaunga. Jioni ni ugali wa unga mweupe. Sose ni mboga. Sasa mchuzi wake ni mboga. Ni maharagwe.
ako kurenzaho ni amata, kale kakinywaji kako ni maziwa, abandi ni akanyama, wengine ni nyama. mbese bihora bijimba nk'amaguru mu kugenda. Hicho chakula ambacho amekitaja ndicho kinakuwa kwa meza wakati wote, asubuhi jioni, ni hicho hicho. Iyo mpamvu yatuma abantu bagwara kanseri. Hiyo sababu inaweza kusababisha watu wa familia hiyo wanapatwa na kansa. Ingingo ntari bujeke, Kipengele ambacho hata kiacha n'ubunebwe. Ni uvivu. Kwicara utenda gukora imirimo itera ibyuya. Kukaa tu bila kungojea ama bila kufanya kazi itakayo kusababisha kuwa na jasho. Murabona ko n'abana banyu basigaye bashonisha imyenda ntacyo nzakumarira. Mnaona kwamba hata na watoto wenu wakati mwingi wanahitaji zile nguo ambazo ni za wavivu, wasio na mafaa, wasio na kazi. Ubuzima ntibuba mu nzu burasanga iyo buri. Afya ama uhai wa mtu uzima haukai kwa nyumba, unatafutwa mahali ulipo. Iyo umuntu atangiye kwambara ibimuza gutambuka bakubwiye ko ntacyo azakumarira. Mtu anapovaa nguo ambazo zinamzuia kupiga hatua, anakuonesha kwamba hata kuwa na mafaa kwako. Niyo mpamvu abaririmbyi bagerageje kutubwira abasana nkiki. Ndiyo maana hawa waimbaji dada zetu wanaokarabati kuta baratubwiye ngo n'imyambarire n'imirire. Muje muzirikana indirimbo mwe kumvishwe gusa. Muwe munajali nyimbo ambazo zinaimbwa. Wameimba kwamba hata kuvaa mavazi tunayoyavaa, hata ulaji wetu. Aha rero ngeze ku muti wo gutanga umutiri umwe nkaho ndangije kuko murabizi ko namwe mwambaye iminota. Sasa mnakumbuka kwamba mmempa dakika na yeye anaelekea kwenye kipengele cha kutoa dawa. Kandi imiti ngiye kuyivuga ndi kuvura iyo ndwara no kuvura nyinshi. Na hizi dawa ambazo atatuelezea, atakuwa kitibu magonjwa haya ya saratani, tena kitibu na magonjwa mengine mengi. Ariko kuva na kera urwaye atera kajagari. Lakini tangu zamani tu hata mgonjwa huwa analeta mambo ya vurugu bila utaratibu. No mu gihe cha Yesu bashenye inzu y'abandi. Na nyakati za Yesu walibomoa na kuharibu nyumba ya wengine. Uko bari barwaye. Kwa sababu walikuwa wagonjwa. Araho mwasomye ngo barayirishe. Je, mlisikia kwamba walikwisha kulipa hiyo nyumba? Ngiye kuvuga iyi miti ubwo kandi turangiza abandi ngo be wabinyandikira. Anataka kutaja hizi dawa na mko na kalamu na makaratasi, lakini wengine watakuja kumwambia uniandikie zile dawa. Kanseri bayivurisha ibintu nibura 5 ukajigurana. Kansa inatibiwa na vitu 5 ukiwa unabadilisha kwa vile vitu 3 birajana. 3 vinaenda pamoja. Ni karoti, ni carrot, ni ngano zinitse, ni ngano ambazo zimelowekwa kwa maji, ni ndimu, na ndimu chungu ama limao. Hari ibindi bibiri bijana. Kuna vitu vingine viwili ambavyo vinaenda pamoja. Ni onyo, ni kitunguu maji ama onion. Utayonuka una tungurusumu. Usipopata onion unapata kitunguu saumu. Ikajana na pome. Inaenenda pamoja na tunda la apple. Amavuta avura kanseri. Pome ama apple kwa wale ambao ni Waswahili wa huko mbali. Kimwe n'ibindi bibyimba byose. Mafuta yanayotibu saratani ama kansa pamoja na vivimbe vingine vyote vya mwilini. Na mafuta y'ibihwagari. Ni mafuta ya alizeti ama mafuta ya tournesol kwa Wafaransa. Ntabwo bapfa guterura amavuta y'ibihwagari. Sio tu uende kwa duka ununue kila aina ya mafuta ya tournesol. Ahubwo akorwa mu buryo bune. Bali mafuta ya alizeti ama mafuta ya tournesol yanatengenezwa kwa njia 4. Agira umwikamiri. Kuna ile ya kwanza kabisa asilia, ile ya kwanza. Agira umutobe wa kabiri. Kuna ya mafuta aina ya pili, hatua ya pili. Wakiwa wanamimina ama wanatengeneza hatua ya pili ya mafuta. Akagira icyo bita maganura, cyo bita makubure. Ndabisobanura. Alafu kuna ile ya mwisho ambayo inatoka ikiwa kama ile juice ya majimaji ya mwisho. Iyo wayiseye numva ngo bihwagari wabiseye. Sasa ukiwa umesaga tournesol zile mbegu zake, barakamura ari byinshi mu nganda bakazana umutobe wa mbere. Wanakamua kwenye viwanda, wanaleta mafuta ya kwanza, ile kabisa ni juice yake ya kwanza. Umutobe wa mbere mwichupa ubusa n'amazi. Ile ya kwanza katika chupa inafanana na maji. Hiyo ni moja. Hija ukuramwo ubusa n'amazi. Baada ya kutoa hiyo ambayo inafanana na maji, barongera bagasya.
wanasaga tena mara ya pili, bakongera bagakamura, wanakamua tena, hakaza ya mazi n'ubundi kuna kuja maji yale yale yivanze mu ibara ry'umuhondo rikengera naho gato, ambayo inachanganywa na rangi ya njano ambayo inametameta kidogo. yari mu icupa ubona ari nk'imirabyo, ukiona kwenye chupa ni kama ni umeme ambao unaendaenda. ayo ngayo niyo yemerewe gusukwa ku byo kurya bibisi. Hayo mafuta ya aina ya pili ndio yanakubaliwa kumwagwa kwenye chakula kibichi, aya mbere na ya kabiri, yani kwa Waswahili kachumbari ama kwa Fransa salad. Ya kwanza na ya pili. Ayo mafuta ya mbere, yale mafuta ya kwanza na ya kabiri, na yale ya pili niyashigwa ku byo kurya bibisi, ndiyo yanawekwa kwenye kile chakula kibichi ambacho tutakikula. aya gatatu agaragaje ibara ry'umuhondo cyane, mafuta ya tatu sasa ambayo wanakamua mara ya tatu lakini akiwa na rangi ya njano sana, aya ratekwa, hayo rangi ya jaune, wayamena mu byo kurya, hiyo inapikwa, unaweka kwenye chakula kwenye jiko, ushobora kukarangisha, unaweza kukaanga kama mafuta ya kawaida mengine, wirinda kuyakoresha nijoro. Ukijihadhari usitumie hayo mafuta usiku, yale ya kupikwa. Mwiri tegeko ryo kurya, sheria ya kula, ibyo kurya byose by'amavuta ntabwo byagenewe nijoro. Vyakula vyovyote, kila aina ya chakula ambacho kimekaangwa haikuruhusiwa kila usiku. Aba mafuta y'ihwagari, iwe mafuta ya alizeti ama ya tournesol, aba ya erayo, iwe mafuta ya mzeituni ama huile d'olive, aba ifu ya soya, iwe unga wa soya, iba y'ubunyobwa, iwe hata kalanga mbese reka tureba ama jamii ya njugu. Katureba abantu baguwe neza nijoro nka saa 7. Tuangalie watu ambao wamejisikia vizuri masaa ya saa 7 usiku, abantu bariye hano, wale ambao wamekula pale chini jioni. Nibi byo mwariye harimo soya cyangwa ubunyobwa, ubwo nijoro mwese mwashuhiranye nko masasa. Ikiwa chakula ambacho umekikula jioni kilikuwa na njugu karanga ama soya, ni lazima usiku mumejisikia joto, yani mukasikia mutaki kujifunika hata blanketi. Ariko wewe ndio mwari mubimenyereye wanyu ubwo byari kwa gupfa kwanya gupfa nyine ntacyo byari byatwaye. Lakini kwa kuwa labda mumezoea tu hayo huko kwenu, mumesikia tu ni kufa na kufa, sababu na huko kwenu ni mazoea na huku mumepata hicho. Hari igihe mubiri gipfubwenge wawugirira nabi wawugirira neza byose bikaki. Kuna wakati mwili huo unaharibika, unazoea tu ule uharibifu, utendee mema au mabaya na kwa tu ni sawa sawa. Noneho ahangaha ndagira ngo ndagarutse. Sasa narudi hapa. Kuki ingano zivura kanseri? Kwa nini ngano hutibu saratani ama kansa? Katwumve uko bimeze. Tusikie namna ilivyo. Umugabo bita Animiwele, bwana moja aliyeitwa Animiwele, recommande une kilo de blé dans le cas suivant. Ategeka abantu kurya ingano, anawaamrisha watu kula ngano kumpamvu zikurikira, kwa sababu zifuatazo. Maladie infectieuse, igihe cyose wabugwa ingwara zandura. Wakati wote ukiwa na ugonjwa unaoambukiza, ndesizo wanduye nizo kwanduza, yaani ugonjwa ambao umeambukizwa na wewe unaweza kuambukiza mwingine. Igifa umwijima urembye, wakati wote ini imeathirika vibaya. Inflammation de la vésicule biliaire, igihe uriba cyane muri rukaka mu gasabo kindurwe. Wakati wote ile nyama ya nyongo inakuuma sana. Après colique hépatique, igihe cyose yaba hari imvururu mu mwijima. Wakati wowote kunakuwa na shida katika ini. Maladie chronique du foie ou de la vésicule biliaire, igihe haba hari indwara ya karande mu mwijima no mu gasabo kindurwe. Wakati wote kuna ugonjwa endelevu, ugonjwa sugu katika ini na katika nyongo. Ulcère de l'estomac et des duodénum, igihe haba hari ibisebe mu gifu no mu munwa w'igifu. Wakati wote kunavyo vidonda katika mfuko wa chakula ama katika estoma, hata kwenye mdomo wake wa juu, yani sehemu yake ya juu. Inflammation de l'estomac et de l'intestin, igihe mu mara habyimba kandi hakabamo n'umuriro. Wakati katika matumbo kuna kufura ama kuna vimba, na wakati mwingine kuna waka moto. Constipation chronique, igihe cyose wagize impatwe ya karande, yaani kuwa na kinyesi kigumu wakati wote endelevu. Nicyo gihe twakoresha ingano. Huo ndio wakati watu wanapaswa kutumia ngano. Mbese zirakenewe mu muryango? Ngano zinahitajika katika familia. Mwakurya neza? Mumefuata vizuri. Iki? Ngano. Hano turi. Hapa tulipo.
umufuka wa kilijana mfuko moja wa kilogramu 100 ibihumbi 35 ni 35,000. irobo ry'uwo mufuka ry'umuceri moja ya 4 ya mchele ya hiyo mfuko ubwo ni ibiro 25 ni kusema kilo 25 ni ibihumbi 22 cyangwa 23 ni 23 ama 22. uguze kilijana ku bihumbi 35 mtu ambaye ananunua kilo 100 za ngano kwa 35,000 nuguze ibiro 25 ku bihumbi 22 na yule ambaye ananunua kilograma 25 za mchele kwa 22,000 wabazigamiye hazaza nini? Yule ambaye ananunua kilicho kizuri sana kitakachoendelea ni nani? Ariko sinyanzi kundi. Lakini mimi sipendaki ngano. Ndi mu karere ukaja kanateta. Kwanza ninaishi katika eneo ambayo kabisa inadeka. Abo bateta na bavandimwe wa hafi. Wale wenye kudeka na ndio mandugu wa karibu. Ushatse wamwegera. Ukitaka unaweza kumkaribia. Ukamwambia ngo nimbizira gahona. Unamwambia ngano ni mbaya kabisa. Akarangiza ibitaro byose ku isi yaranze kurya zanga. Yeye anazunguka hospitali zote duniani akijitibisha na amekataa kula ngano. Yabagenda kuzihaha hatazishaka akavuga ngo yazigusa. Hata akienda sokoni kuzitafuta kwa kuwa hazipendi anasema hata sijui wanaziuzia wapi. Ngorane ku isi zirahari. Shida duniani zimejaa. Ingano nicho zimaze. Ngano mafaa yake ni hayo. Ku ndwara zanduza. Kwa magonjwa yanayoambukiza. Hirya y'ibyo. Nje ya hapo. Le blé germé considéré au même titre que l'ail. Tungurusumu ingano zinitse. Ngano ambazo zimelowekwa kwa maji. Zinganya agaciro na tungurusumu. Zina thamani sawasawa na thamani ya kitunguu saumu. Comme l'un des aliments qui permettrait de vivre plus longtemps, surtout de prévenir le cancer et la sénescence. Ni kiribwa gitera kurama. Ni chakula ambacho kinafanya mtu aishi miaka mingi. Ni urukingo rwa kanseri. Tena ni kinga kwa ugonjwa wa saratani. Zibuza umuntu gusaza rondogoye. Inazuia mtu anapozeeka asiwe mtu msema wa kusema. Hari abantu jibona. Kuna watu ambao unapowaona ukabona ntagihe afite cyo kuramisha ubwenge. Unakuta kwamba hana muda wa kudumisha akili yake idumu. Timushobora kubimenya mutagenda mu modoka za nijoro. Hamuwezi kujua hayo ikiwa hampendi kusafiri katika gari za usiku. Aho umuntu yinjira mu modoka nijoro ntatarari kwaka akanegura abantu avuze mu izina akavuga ni wao. Wakati mtu anaingia ndani ya gari usiku na huku ni katika giza taa haziwaki, anaanza kuteta watu akiwaongea akiwataja kwa majina bila kujua anakaa pamoja na nani ama nyuma yake anakaa pamoja na nani. Yeye jamanukana n'abantu benshi nijoro ngunda kugenda mumodoka za nijoro. Yeye mara nyingi huwa anarudi nyumbani kwenye gari za usiku. Bakanganira twicaranye. Sasa watu wanamzungumuza akiwa anakaa pamoja nao. Bakavuga naho nduye. Wanasema mahali anaishi. Rimwe na rimwe rero njankariho. Njankariho. Mara kwa mara huwa mimi nakuwa mkali. Iyo uzanya kajagari kandi ntenda kugura ndakwanyira. Unapoleta mambo yasio na utaratibu na mimi sitaki kununua na kukatalia. Harabonya mpurira na umwisoko harigenda gwe mwisoko. Kuna wakati anapita sokoni anakutana na watu kadhaa sokoni. Twahurira ha. Wakikutana hapa narindi kugushaka. Anasema nilikuwa nakutafuta. Ndibakubwiye ariko nducuruzi. Sasa anawauliza nani aliwaambia kwamba mimi ni mfanyabiashara hapa? Yari kunshaka kanshaka mwisoko. Sasa angekuwa anamtafutia sokoni. None ubwo ntirindebe twicare tugere kubyashakaga. Sasa hivi azime kiti akae pamoja na yule mtu anayemdanganya kwamba alikuwa anamtafuta hapo. Ariko rimwe na cyo nashaka kubabwira nuko abantu bamaze kurondogora ku buryo ashobora no kunegura uwo bicaranye nijoro bitewe n'umwijima bitewe no kutamenya kwifata mu magambo. Kile ambacho alikuwa anataka kutuambia ni kwamba watu wamekuwa watu wa kuongea wa kusema sababu ya shida ya ini na sababu ya shida ya kutokuwa na zile vitamini zinazofaa. Ukeneye ingano. Unahitaji ngano zitera kurama. Zinasababisha mtu adumu maisha marefu. Ngano ambazo zimelowekwa kwa maji zikingira kanseri. Zinakinga saratani ama kansa. Abazirya wale wanaozikula basaza ubwenge bwabo bukiri kugishi. Wanakuwa wazee akili yao ikiwa timamu. Mbese murukumva muzikeneye? Je, mnasikia na ninyi mtahitaji ngano?
Singoma nguzirye uzuzi gifu. Si lazima ukule ngano, sahani ya ngano ukule kama vile unavyokulaga wali. Zinitse ni hagati y'ibiko 2 kugera kuri 5. Ukiwa umeziloweka zinakuwa na ile germe, ile mumea ni katikati ya vijiko 2 na vijiko 5. Umuti muri zinitse ni muri wa mumeo. Dawa kamili ambayo iko ndani ya ngano ambazo zimeloweka ni hako kamumea ambako kameota kametoka kwenye mbegu. Abazirya batunganya amagufa zibamara mwamezi zimara mu murima. Wale ambao wanazikula wakiwa na mifupa inayokamilika, ngano mafaa yake inakaa ndani ya mwili muda unaolingana na ule muda ngano zinakaa kwa shamba. Lakini hawaambii kwamba mnapokula ngano mara moja mungoje mtazikula tena baada ya miezi 8 sababu umesikia kwamba nguvu zake zinakaa kwa mwili miezi hiyo mingi. Hapana. Kwa sababu pia ngano zina mafaa aina nyingi tofauti, na kuna yale mafaa ambayo yanatumika kwa siku ambao umezikula yale mafaa yake yanaisha siku hiyo. No hakomeje hagira hati. Naendelea kusoma. Yuwera komeje hagira hati. Huyu mwandishi aliendelea kuandika. Un scientifique américain a découvert la présence d'une forte proportion de la vitamine B17 dans le grain germain. Umuhanga w'umushakashatsi w'umunyamerika. Huyu mtu mwenye elimu sana Muamerika yatahuye ko muri mungano alifanya utafiti akakuta kwamba ndani ya ngano iyo zinitse zinapolowekwa kwa maji zigira B ya 17 zinakuwa na vitamini B ya 17. Et cette vitamine détruit les cellules cancéreuses sans attaquer aux cellules saines. Iyi vitamine B ya 17, hiyo vitamini B ya 17 isenyera ingirangingo za kansere, inaharibu misingi yote ya kansa ntacyo twaye urugingo ruyirwaye bila kuharibu kiungo ambacho kimeathiriwa na kansa. Ejo mu gihugu bita Arizona muri Amerika, jana huko Amerika katika nchi ya Arizona, nejo bundi nk'ibisibiri majuzi ni kama siku 2 zimepita, barampamagaye walimupigia simu batumundu wacu ararwaye, wakamwambia mtu wetu ni mgonjwa, amaze kumuterwa kanseri mu mwijima. Wamekwisha kupata kansa ndani ya ini yake, ari mu bitaro, yuko hospitalini. Dukora iki? Tufanye nini? Ngo nahamagara n'Ubutare, alikuwa anaitwa na mtu ambaye yuko Butare, range mubwira ibyo kumukorera, akamwambia mambo ambao watayafanya. Tinatuma umuntu anzana ibyo bintu byanditse. Akasema nitatuma mtu aniletee hivyo vitu ukiwa umeviandika. Wa mutabara. Umsaidie huyo mgonjwa. Mu gitondo nka saa 12. Asubuhi kama saa 12. Yongera ambira tumuntu wacararenge turongera tuvugane saa 9 ntakize dufite kikuru. Akasema mtu wetu kabisa ako mahututi, tutaongea tena saa 9 sababu hakuna matumaini ya kuishi kwake. Abaganga bahanitse ku migabane ya Amerika niho batafitiwe ikize. Wale madaktari shujaa kabisa wa hali ya juu kwenye sehemu hiyo ya bara la Amerika, pale ndipo watu wanajenga matumaini yao. Kwa muganga ntihabuze imiti ivura kanseri, ahubwo bafite imiti humye. Kwa madaktari hawakosi dawa za kutibu kansa, lakini wana matibabu ama dawa ambazo ni vipofu. Bayita ngo ni medicament aveugle, kuko iyo ije muri wowe irwana n'indwara ikarwana n'urugingo rurwaye. Dawa hizo zinaitwa dawa vipofu, sababu wakati zinaingia ndani ya mwili wako zinapigana na ugonjwa na tena zinapigana na vile viungo ambavyo vimeathiriwa. Lakini sasa ngano zinitse ambazo zimelowekwa unapozikula zikinjira muri wowe zinaingia ndani ya mwili wako, zisenyera ingirangingo za kanseri aho zakwisha zose kandi ntizigira icyo zitwara urugingo rurwaye, zinashambulia maficho yote ya kansa ama ya saratani na misingi yake, na popote pale ambapo zinaweza kuwa kansa inaweza kuwa, lakini ngano haziharibu viungo vya mwili. Imana yagambiriye kuvuza abantu ibyo yaremye kuko ibyo yaremye bihura nabo ubwabo. Mungu aliamua kwamba atatibu watu kupitia viumbe vyake ama viumbe asilia, sababu viumbe asilia vina uhusiano na mwanadamu, sababu mwanadamu naye ni kiumbe cha Mungu. Yaremye icyatuma umwijima wa mwiza.
Samahani? niyo yaremye icyatumye umwijima wa mwiza. Ndiye aliumba kile kinachoweza kufanya ini iwe kiwe kiungo kizuri. Niyo yaremye icyatumye igifu kiba kizima. Ndiye aliyeumba namna mfuko wa chakula unaweza kuwa na afya. Iyo ugendeye ku mabwiriza agenga umubiri, sasa inapoongezewa na masharti ambayo yanaweza kuongoza mwili, noneho ubwenge bwawe, akili yako busoma ibitabo bibiri. Inasoma vitabu viwili. Busoma igitabo cy'ibyaremwe, usoma vitabu vya maumbile, uyobowe n'igitabo cy'ibyanditswe. Ukiongozwa na kitabu kilichoandikwa. Igitabo cy'ibyanditswe dufite none, kitabu cha maandiko tulichonacho leo, cyaje nyuma y'icyaga cya mbere cyitwa igitabo cy'ibyaremwe. Kilichotangulia kwanza ni maumbile, viumbe asilia ambavyo tunaviona, ndivyo kitabu cha kwanza, alafu cha maandishi kikaja baadaye. Noneho gukurikirana gahunda Imana yavuze, kumbe kufuata utaratibu ambao umenenwa na Mungu, biri mu byanditswe, vikiwa katika maandiko, ugashyira muri ibyo yavuze mu byaremwe, ukabikoresha ukabishyira mu mubiri wawe. Alafu naingia kwa viumbe ambavyo Mungu ameviumba, zile mboga na matunda na nafaka, unaweka kwa mwili wako. Ijisho ryawe likizwa n'ibyo Imana yarigeneye. Jicho lako litatibiwa na kuponywa na vile ambavyo Mungu ametengenezea jicho. Mfupa wako utaponywa na kile ambacho Mungu ameandalia mfupa. Waja mu bwenge bw'abantu, ukiingia katika akili za watu, bakaguha umuti uhumye ukica indwara n'urugingo rurwaye. Wanakupatia dawa ambazo ni vipofu. Zile dawa zinaua ugonjwa ndio, lakini pia zinaua na kuharibu kiungo chako. Turakomeje rero. Tunaendelea mbele. Les cellules cancéreuses se forment tous les jours dans notre organisme qui les détruit aussitôt. Arega ingirangingo za kanseri ziremeka mu muntu uko bukeye nuko bwije. Asilia ya kansa ama misingi yake huwa inajiumba ndani ya mwili wa mwanadamu kila kuna kukucha. Ubwo zirema buri munsi kanseri, hicho chanzo chake huwa zenyewe zinajitengeneza ndani ya mwili. Ukeneye noneho gukoresha izo ngano kenshi. Kumbe unahitaji uwe unatumia zile ngano mara nyingi. Igihe ndikidukundira kurenza, muda hautatukubalia zaidi ya hapa. Ufate karoti imwe, wende uchukue karoti moja. Ufate ndimu imwe, wende uchukue citro ama ndimu chungu limau moja. Ufata bya biyiko bine by'ingano zinitse, wende uchukue vijiko 4 vya ngano ambazo zimelowekwa ndani ya maji. Mazuri. Alafu vikule. Niba wikeka mu bivimbe, kama wewe unajihisi vivimbe ndani ya mwili, ubikoresha imisi 15. Utatumia vile vitu ambavyo umeambiwa siku 15. Ingwara yawe iri declare yaramaze kumenyekana. Ikiwa ugonjwa wako umepimwa ukajulikana, ule ugonjwa unajulikana, ukabikora imisi 30. Unatumia hizo dawa siku 30 ama siku 13, 30 jours. Ntukargira uko baranugera 35 humbura ntacyo bizagutwara. Hata ukiendelea siku 35 hautaathirika kwa lolote. Kwa mukinywa amata ntabwo nyana mwavuke rimwe zacutse. Mbone mungali mnakunywa maziwa? Zile ndama ambazo zimezaliwa zikanyonya zikaachishwa maziwa, zingine zikazaliwa, si bado ninyi mnaendelea kunywa maziwa? None sipo mwarambirwa imisi 30. Sasa mtaweza kuchoka zile siku 13 ama siku 30? Uko niko bavura kanseri. Ndivyo wanavyotibu ugonjwa wa saratani. Abafite kitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi imperuka. Kwa watu ambao wana kitabu cha matukio ya siku za mwisho, ni bakimpe aramagambo nshaka gusoma mu nsozereza. Wampatie kile kitabu ili aweze kukitumia na kumalizia. Niba ntacyo kandi ibyaduka byo mu minsi imperuka. Ndicho hiki. Aho munyibutse page ivuga ko vura. Uko kwibasirwa mu by'iyobokamana bizagenda birushaho kuvuza ishyanga ryacu kwishyira ukizana kwaryo, kadri upinzani utakavyoendelea kukabili mambo ya imani yetu ili yasifikie lengo lake na kuafifisha taifa letu. Twebwe ducumbitse Babuloni, sisi makao yetu ya muda ni Babeli. Turi kumwe n'umugore wambaye imyenda y'imihembe ariko wicaye ku nyamaswa igizite. Tuko pamoja na mwanamke ambaye amevaa nguo ya rangi ya dhambarau anayekaa juu ya mnyama mwekundu. Ubutumwa bwacu ni ukwigisha madini yayobye ngo asubire ku kuri.
Habari njema tunayohubiri ni kuhubiri wa madhehebu yaliyopotoka ili yarudi katika ukweli. Ayo madini afite ubutegetsi akagira n'ubushobozi byonyine bwabo tubavuga nabi kandi ari bafite ubushobozi bw'isi. Hayo madhehebu yana uwezo na mamlaka. Tunapowaonya kwamba wamepotea, wao wanajua kwamba mamlaka wanayo ya duniani. Mbese ubwo mudendezo wazawuterekera igihe kirekire? Sasa huo uhuru utaendelea kuwa nao muda mrefu. Abazarengera ukwishyira ukizana ku mutima nama, wale watakaotetea uhuru wa dhamiri safi bazibona mu bihe biruhije, watajikuta katika taabu kubwa, kugira ngo bagubwe neza, ili waweze kuwa na raha ubwabo wao wenyewe. Uko babonye agahe, kadri wanavyopata muda, bagomba kuongera ubushobozi mu bibazo birebana n'indwara, wanapaswa kuongeza uwezekano kabisa kuhusu maswali ya magonjwa, bizitera, yale yanayosababisha magonjwa, uko zakwirindwa, namna tunaweza kujilinda magonjwa, nuko zavurwa, na namna tunavyoweza kujitibu magonjwa. Turategujwe, tunaandaliwa. Abazagenza batyo, wale watakaofanya hivyo bazabona umurimo aho bagiye hose, wataona kazi mbele yao popote watakapokwenda. Bazahasanga abarwayi benshi bababaye, watapakuta wagonjwa wengi ambao wameathirika, bazaba bakeneye ubufasha, watakuwa wale wagonjwa ambao watakuwa wanahitaji usaidizi wao. Tarimo duhuje kwizera gusa, si kwamba ni wale miongoni mwa wale ambao tuko na imani moja tu, ahubwo mu buryo bwagutse mu bataramenya ukuri, bali kwa njia pana sana na wale ambao hawajajua ukweli. Ndifuza kubabwira ko vubaha, ninahitaji kuambia kwamba hivi karibuni uzaba gishobora gukora umurimo n'umwe wibwiriza butumwa akoresha ikibwirizwa, hakutakuwa na mtu ambaye ataweza kufanya kazi hata ndogo akitumia mahubiri, ahubwo ko hazifashishwa umurimo wo kubwiriza ubutumwa hakoresheje ubuvuzi, bali tutatangaza habari njema kwa msaada wa matibabu ama utunzaji. Murusha Imana ubwenge. Je, mnazidi akili Mungu? Tugomba kubizirikana tukanabikurikira. Tunapashwa kujali sana na kufuatilia jambo hili. Mbwire bagenzi bacu babwiriza, niwaambie ndugu zetu wanaohubiri, ibirangaza ndibikabuze gukora uyu murimo, mambo ya kukuzubalisha yasikuzuie usifanye kazi hii. Mungundire mu ndebe ikitegerezo ngiye kubaha. Anataka muangalie mfano ambao anataka kutupatia. Uyu arakariha. Mimi ni mkali. Afashe umwana mu ntoke. Ninachukua mtoto mkononi. Ari kwambuka ikiraro. Ninavuka daraja Chigiti kimwe ambalo ni la mtu mmoja. Uturutse inyuma ukamukubita urushyi. Ukitokea nyuma unanipiga kofi. Yareka karwana. Je, ninaweza kuacha ule umakini naanza kupigana na wewe? Aramutse ahindukire kurwana ngo ukora umunyamahane, umwana yagomugeza. Pamoja na kuwa mimi ni mkali, lakini nikigeuka ili nianze kukurushia ngumi wewe ambao umenipiga, umenichokoza, mtoto ataanguka kwa mto. Muri Mathayo 24:45-51 havuga abagaragu babiri. Katika Mathayo 25:51 kunasema kuhusu watumishi wawili. Umwe yafashe gahunda yo kurwana, undi afata gahunda yo gutanga ibyo kurya mu gihe cyabo. Mmoja alichukua utaratibu wa kupiga wajoli wenzake, mwingine yeye akachukua utaratibu wa kuwalisha wajoli wenzake chakula kwa wakati unaofaa. Abanyamahane rero, wale ambao ni wakali, bazaba kubita mu Rwanda, watawapiga na ninyi mpigane. Yani mukomeze mugaburike kuja mu gihe cyabo. Hapana kabisa, msipigane na wale wanaowapiga, wanaowachokoza, bali endeleeni kuwalisha wajoli wenzenu. Mureke kivi cy'umugaragu muba gikomeze, namwe kivi cy'umugaragu mwiza mugikomeze. Achieni kabisa hiyo nafasi ya kazi mbaya ya mtumishi mbaya, aendelee nayo, na ninyi kazi yenu, nafasi yenu ya kazi njema muendelee nayo. Imana ibane namwe mu izina rya Yesu. Mungu atujali na kuwa pamoja nasi milele zote katika jina la Yesu. Amina. Mitima yanyu ninge uyira guterana he